sikio kati ya wale waliokuwa wanamtozona Yesu. Alipokata sikio, Yesu akasema acha, sisi hatukuja kwa niaba hiyo, rudisha upanga wako harani. Akachukua ile sikio akairudisha pale. Nina imani hata Petro alisikitishwa sana. Ndakuvuye shao, ndakutabanye. Naomba sute kwangu mahali. Uwaweka na mata kukikungua. Tayari. Sasa kwa kuwa Yesu ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, aliona ndani ya moyo wake, huyu mtu nimekuja kwa ajili yake, lakini tukimuua hatuna ushuhuda. Sema amina. Amen. Akawa na moyo wa upole na huruma, mnyenyekevu. Akarudisha sikio kwenye sehemu yake. Tunafundishwa kwamba tujifunze kwa Yesu upole na unyenyekevu. Tuwe wapole wa moyo. Tunyenyekeane. Bwana Yesu asifiwe sana. Kunyenyekeana ni kuheshimiana. Kunyenyekeana ni kukutinya na kuugwiswa n'Imana. Wowe ndi wakorana nawe inonaho umukunda inonaho mwakoze cyane. Sasa mugahana ishima, mugaheshimiana, yani mnanyenyekeana. Sema amen. Amen. Kama Biblia inavyosema, enyi wake watini waume zenu, na ninyi wanaume muwapende wake zenu. Sasa ukiacha kumtii mume wako, ina maana kwamba unyenyekevu haupo. Umugore avuka ni ngumi nicheke wake hakuna kupendana. Lakini Biblia inasema tunyenyekeane, tushukuriane. Kushukuriana ni kusameheana. Kushukuriana mtu akiwa mdhaifu, yule ambaye ni mdhaifu, wewe unamchukulia ule udhaifu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndiyo maana ya upole. Yesu asifiwe. Amen. Hiyo Waefeso sura 5 mstari wa 21 inasema hivyo. Sasa basi, hebu nifungulie Zakaria sura 9 mstari wa 9. Zakaria sura 9 mstari wa 9. Zakaria 9 fungu la 9. Maandiko yanasema, furahi sana binti Sayuni, piga kelele binti ya Yerusalemu. Tazama mfalme wako anakuja kwako, ni mwenye haki naye ana wokovu, ni mnyenyekevu, amepanda punda, naam mwana punda, mtoto wa punda. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Huu ulikuwa ni unabii. Ulikuwa ni unabii wa Yesu kuingia Yerusalemu. Zakaria anafunuliwa kuonekana kwamba Yesu amepanda punda na mwana wa punda. Tena Yesu anamtabiri Zakaria kwamba Yesu ni mpole halafu ni mnyenyekevu. Sema amen. Amen. Yesu ni mpole halafu ni mnyenyekevu. Nabii wa Mungu Zakaria anamtabiri, anamweleza jinsi alivyo, nature yake alivyo. Anawaambia watu, ndio Yerusalemu na Yerusalemu, furahini kwa sababu Bwana wenu anakuja. Amepanda punda na mwana punda, ni mpole na mnyenyekevu. Sema amen. Tujifunze kwa Yesu. Amen. Tujifunze kwa Yesu. Hiyo moja imesha. Faida watakayoipata wanyenyekevu. Faida watakayoipata wanyenyekevu. Kuna faida na hasara. Biblia inaniambia kwamba Bwana huwapiga wenye kiburi na huwapa neema wanyenyekevu. Mungu huwapiga wenye kiburi au uchimba. Ariko abitonzi b'umutima abandi bakagomba. Sema amen. Amen.
5:5 ni haya kwa moyo. Hebu nisomee hapo. Nisomee hapa. Faida ya watu wanaomfuata Yesu na kujifunza kwa Yesu. Umepaona? Yakobo 4:6. Lakini tujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo husema Mungu huwapiga lakini tujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo husema Mungu huwapiga majibu zao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Amen. Amina. Hutujalia sisi, huwajalia wale wanaojifunza kwa Yesu neema iliyozidi. Na wale wanaojipandisha na kujiinua kwa wao ni mabwana zaidi na zaidi, hupigwa, huwashusha. Biblia inasema kwamba kiburi cha mtu kitamshusha, bali mwenye roho ya unyenyekevu atapandishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni faida ya wanyenyekevu na wanaojifunza kwa Yesu. Na watafurahi sana, watafurahi sana. Wao wanaojifunza kwa Yesu wanapomshika watafurahi sana, maana Yesu ni furaha kubwa iliyotoka mbinguni. Sema amina. Amen. Sema amina. Wakati Yesu anazaliwa, tunasoma Biblia inaambia kwamba mamajusi wa mashariki waliongozwa na nyota. Hata waliposafiri, walipokaribia, nyota ikasimama juu ya sehemu ambapo Yesu ametulia. Walipoiona, Biblia inaambia kwamba walifurahi, furaha kubwa mno. Sema amina. Ndio maana tunaimba kile kifungo cha ule wimbo namba 36 kwamba tutafurahi milele tutakapomwishia Yesu. Tutafurahi milele. Yesu ni furaha iliyotoka mbinguni ikaja duniani kwa ajili ya wanadamu na kwa ajili ya waliomwamini. Wale watakayemwamini watakuwa na furaha. Hiyo ni faida. Sema amina. Amen. Ufunuo unasema kwamba mbinguni kwa Baba kwenye makao mazuri hakutakuwa machozi wala maumivu wala masikitiko wala kulia kagowe jema ndamutwe abana banje baheze ndayugusa ndinizara ndalimatibiza jema ndariho. Mbinguni ni furaha ya milele na milele. Sema amina. Ndio maana tunatakikana kujifunza kwa Yesu, lakini tuwe na upole. Wapole watairithi nchi, wapole wa moyo, sio wapole wa mwili. Biblia inasema wapole wa moyo. Yesu alikuwa mpole na mnyenyekevu hata wa moyo. Ndio maana akatuonyesha mfano. Yesu alikuwa mpole wa moyo. Mimi ni mnyenyekevu na mpole wa moyo. Ndivyo Biblia inaniambia tujifunze kwake, na sisi baada ya kujifunza kwa Yesu tutapata raha nafsini mwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tutapata raha, halafu mbinguni tutapata raha. Nisaidie kusema amina. Amen. Hasara ambayo watu hawakujifunza kwa Yesu na watu ambao hawakuwa wapole na wanyenyekevu, hasara utakayoipata. Luka 8:14, halafu Tito 3:4. Tito 3:4. Kwanza Luka 8:14. Anasema na zilizanguka penye miiba ni wale wasikiao, na katika kuenenda kwao kusongwa na shughuli na mali
anasa za maisha hayo, wasiivishe lolote. Amen. Amen. Umesoma sura nane mstari wa 14. Tito 3 mstari wa 4. Tito 3 mstari wa 4. Tatu mstari wa 4. Andiko nasema Ine mstari wa 4. Tatu mstari wa 4. Lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa mwanadamu ilipofunuliwa alituokoa. Amen. Amen. Upendo wake Mungu ulipofunuliwa ndani ya Yesu alituokoa. Hawa watumishi wa Mungu, hili neno la Mungu linazungumza kwa muda zilizopita, wakizungumzia habari za Mungu na upendo wa Mungu ambao uliwaokoa kuanzia siku zilizopita. Upendo wa Mungu ndio ulisababisha utuokoe. Alimtuma Yesu kwa ajili ya upendo wake. Yesu atatuokoe, atusaidie. Wanaweza sifa sana. Amen. Ila sehemu niliyokuwa nataka nisome inasema kwamba heri yule anayesikia neno lake Yesu na kulifanya. Anayesikia mashauri ya Yesu halafu na kuyafuatisha atafananishwa na mtu aliyejenga nyumba yake kwenye mwamba, ambapo mvua ilinyesha, mafuriko yakawa makali, maji yakawa mengi, lakini nyumba yake haikuweza kutikisika. Ni mtu aliyejifunza kwa Yesu. Semani amen. Mtu aliyejifunza kwa Yesu, hata yakija matatizo na shida anavumilia. Usifikiri kwamba ni ile mvua ya kawaida. Hata mvua ya majaribu katika maisha yako yanaweza yakawa ni mvua ambayo inaweza kung'oa nyumba yako, lakini kwa sababu imani yako umeijenga ndani ya Yesu, umeijenga kwa Yesu, umejifunza kwa Yesu, ndio maana Biblia inasema kwamba atafananishwa na mtu aliyejenga juu ya mwamba. Mvua itakaponyesha, matatizo yatakapoingia, shida zitakapokuja, udhia zitakapoingia kwake, hata tikisika, atasimama. Sema amina. Wakina Danieli na wakina Meshaki, mvua ilinyesha ndani ya maisha yao ya kutaka kuangamizwa na kuuawa kwa ajili ya kutupwa katika tundu la simba, lakini kwa sababu walikuwa wamejenga kwenye msingi wa Mungu, walikuwa wamejenga kwenye mawe, walikuwa wamejenga kwenye msingi imara, wakasimama imara. Walikuwa watupwa ndani ya tundu la simba, simba wakawa wamenyamaza, wakawa wametulia. Sema amina. Nao walijifunza kwa Mungu. Amen. Mungu atasifiwe. Tuhapa wakala samahani mrochosha. Analeta kuambia tuimba alafu twende kwa wote. Ninajua Mungu yupo, ninajua Mungu yupo, ninajua Mungu yupo, anatenda maajabu. Ninajua Mungu yupo, ninajua Mungu yupo, ninajua Mungu yupo, anatenda maajabu. Najua, oh, najua, haleluya, oh, ninajua Mungu yupo, ninajua Mungu, najua, oh, naelewa, tenda maajabu.
najua, oh, najua. Haleluya, asante Yehova, origata Bwana. Ninajua Mungu yupo, ninajua Mungu yupo, ninajua Mungu yupo, anatenda maajabu. Haleluya, wewe Mungu wetu, wewe Baba yetu, unayetendalia makumno kwa ajili ya maisha ya wanadamu aliye na mwili. Asante kwa yote uliyenena na kanisa, uliyenena na watu wako. Pokea sifa Bwana, kwa namna ulivyo mwema na ulivyo mwaminifu, kwa namna unavyotimiliza agano lako na ahadi zako ulizo nazo kwa ajili ya maisha yetu. Kristo, pokea sifa na utukufu kwa namna ulivyo mwema na ulivyo mwaminifu, katika jina la Yesu. Asante sana Mungu. Wagonjwa ushindi kwa kukimbilia Bwana, imani wewe mwenye uweza kwa kukimbilia Bwana, kimbilio letu ni wewe mwenye uweza kwa kukimbilia Bwana. Twende kuomba, tuwazunguke jamani. Viongozi wote wetu, na nini waimbaji, bwana nakaa huko. Tunakuwa rezi. Naomba tuwazunguke tuwaombee. Na waombee walioko hapa, kuna walioko mastarini, lakini wajawazito pia tuwaweke mbele zake Mungu. Usiogope jamani, sawa jamani. Watu wana shida nyingi, lakini hao walioko hapa wana shida nyingi katika miili yao. Ni siri ya mioyo yao. Twende kuomba. Baba, katika jina la Yesu
uweza, ewe Bwana mwenye mamlaka na uweza, ewe Bwana utendaye ishara na ajabu, ewe Bwana mwenye jambo bora uzima, ewe Bwana uponyaye. Onekana kwa mama wajawazito, naomba ukawape afya njema, naomba ukatende ishara na ajabu, naomba ukaweze kuangaza nuru yako. Wewe Bwana uweze kila jambo, wewe Bwana ukatasai, wewe Bwana uponyaye, wewe Bwana utendaye ishara na ajabu. Tunaomba neema yako na nguvu yako ionekane, achilia uweza wako, achilia mamlaka yako, achilia nuru yako, achilia nguvu yako, achilia uzima wako, achilia matendo yako makuu. Wewe ndiwe Bwana utendaye ishara na ajabu, wewe ndiwe Bwana uweze kila jambo. Basi Jehova, tunaomba ukapate kuonekana kwa wagonjwa wote walioko nyumbani, wagonjwa wote walioko hospitalini, wagonjwa wote walioko vituo vya afya, wagonjwa wote Bwana wakaongeza kuwahudia, uwatakase, wanaosumbuliwa na kisukari, wanaosumbuliwa na kansa, wanaosumbuliwa na tayari, wanaosumbuliwa na taifodi, wanaosumbuliwa na ukimwi, katika jina lako tunataka uweza. Wote ambao hawawezi katika mili yao, wape afya njema na uzima wako Bwana wakaupokee, katika jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu. Amen.